Asifiwe. Naitwa Celestine Shipelele. Leo nataka tujifunze neno la Mungu, na neno la Mungu litahusu mipaka. Mipaka, kila mtu anajua kwamba kuna mipaka ambayo huwa inakuwepo kwenye mazingira ya kawaida. Kunakuwa na mipaka ambayo inaweza ikawa nyumba kwa nyumba, jirani na jirani. Kwa hiyo inakuwa na mipaka ambayo inakuzuia wewe kuvuka kwenda sehemu nyingine. Na mpaka hiyo sasa, leo nitazungumzia kuhusu mipaka ya kiroho ambayo inatokana na familia. Mipaka hiyo nitasoma vitabu vichache kuhusu hiyo mipaka. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wamchukiao. Na kitabu cha Yoshua 6 mstari wa 1 anasema ya kwamba basi Yeriko ilikuwa imefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Niombe. Asante Mungu mwenye nguvu na mamlaka, asante kwa neema yako Bwana ambao umependa Bwana tujifunze neno hili. Mungu, bariki maneno yako haya Bwana, yakaokoe watumishi wako watakaosikia sauti hii. Amen. Mipaka, tunapojifunza kuhusu mipaka mara nyingi sana ambayo ambayo inazungumzia kuhusu mipaka, inazungumzia kuhusu mipaka ya familia. Mipaka ya familia inaweza ikawa imetengenezwa na wewe mwenyewe au imetengenezwa na wazazi wako au na babu zako. Lakini leo nataka nizungumze kuhusu mipaka ambayo imetengenezwa na babu zako, au mipaka ambayo inatengenezwa na wale wazilishi wa ukoo. Hii mipaka nimesoma kwenye kitabu cha Kutoka 20, anasema huwapatiliza wana maovu ya baba zao mpaka kizazi cha 3 na cha 4. Kizazi ni kitu gani? Kizazi huwa kinahesabika pale kwa Biblia inavyosema, ni kizazi huwa kinahesabika baada ya miaka 100. Kama kizazi cha kwanza ni miaka 100, manake kuna ikifika miaka 200 kizazi cha pili, miaka 300 kizazi cha 3, miaka 400 kizazi cha 4. Kwa hiyo mipaka inaweza ikatembea mpaka kizazi cha 4, manake miaka 200. Na kama mzazi wako alikufa na miaka labda na miaka 50, manake bado kizazi kingine hakijarani, manake ni kile kile ambacho alikuwa nacho. Kwa hiyo unatembea, wale watoto wake wanatembea na hayo maovu ya baba zake. Na kizazi cha pili, manake ikifika miaka 100 ndio kizazi cha pili kinaanza hapo. Kwa hiyo mipaka inatengenezwa na huyo mzazi, inaanza kupatiani kutembea kwenye kizazi cha watoto wake mpaka kizazi cha 4. Lakini nataka nizungumze kwamba hiyo mipaka inaweza ikatembea kwa inatembeaje? Inatembea kwa kupitia ile damu. Unapozaa mtoto anakuwa na tabia zile za baba au mama, na Biblia inasema, ukisoma mahali pengine, Biblia inasema ya kwamba yule ambaye nazini na kahaba anafanyika kuwa mwili mmoja na kahaba. Kwa hiyo zile tabia za yule kahaba zinahamia kwa mtu huyo ambaye amezini na huyo mtu. Kwa hiyo ile tabia ndio zinatengeneza mipaka au maovu yale. Kama alikuwa na maovu, kwa hiyo anatengeneza mipaka kwenye hayo maisha. Kama ni uchumi wake ulikuwa hauendi, kwa hiyo na yeye yale maovu ya uchumi unaanza kutengeneza mipaka, na hata kwako, hata kwa watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu kingine unapozungumzia kuhusu mipaka, na nimesoma kitabu cha Yoshua 6 hapa, anasema Yeriko ilikuwa imefungwa kwa ajili ya wana wa Israeli. Nitarudia tena. Anasema basi Yeriko ilikuwa imefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Inawezekana kuna mipaka ambayo umefungwa, yani unaifunga kwamba hakuna mtu atakayeingia, hakuna mtu atakayefanikiwa, hakuna mtu atakayetoka kwenye huo mpaka. Kwenye familia nyingi sana unakuta familia moja babu aliyeanzisha familia alikuwa ni mganga. Na huyo uganga wake anautengeneza kwamba watoto wangu watalisi kwenye huu uganga.
Ndio maana unakuta mtu mwingine anaenda kusali sana na sali sana, lakini bado anaanza kuota mandoto ya kwamba ni mganga, au roho ile inaanza kumfuatilia na mlazimisha kwamba awe mganga. Kwa hiyo huo ni mpaka ambayo ameshatengenezewa tangu zamani kwenye ukoo wake, hiyo ipo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unapozungumzia kuhusu mipaka ya ukoo, lazima ujue kwanza jinsi ya kuitangua hiyo mipaka. Na kuna wengine kama baba yako alikuwa ni mganga, changamoto nyingine inayotokeaga sana kama alikuwa ni mganga, kwenye hapo nizungumzie kuhusu uganga. Kama alikuwa mganga, changamoto nyingine unashangaa watoto wanaofuata wote wengine wanaumwa magonjwa ambayo hayatibiki, ama magonjwa ya muda mrefu kama vifafa. Kama alikuwa mganga, lazima kuna mtu atatokea tu atakuwa anaanguka kifafa, mwingine atakuwa anazimia tu, mwingine na kifua. Hiyo ni kwa sababu mtu alikuwa ni mganga zamani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kitu kingine kinachotokeaga sana kwa mtu kama alikuwa ni mganga, unashangaa anaota ndoto za ajabu, anaota ndoto ni mchawi, anaota ndoto nakula nyama. Manake uganga ni uchawi. Kwa hiyo ni hali ambayo inatokea kwa sababu ya mpaka ule wa zamani. Naomba nitazungumza kwa kifupi sana. Nataka nizungumze jinsi ya kushinda hiyo mipaka. Hiyo mipaka, jinsi ya kushinda kwa mtu ambaye anataka kushinda sasa. Ambaye anataka kushinda, jinsi ya kushinda hiyo mipaka sio kwenda kwa mganga. Mimi nakwambia kabisa sio kwenda kwa mganga. Yaani kama mipaka ambayo nimetokea kwenye ukoo, ukienda kwa mganga lazima itamshinda ule mganga, kwa sababu hiyo ni mizimu ambayo ilishatolewa sadaka. Na sadaka nyingi sana zinakuwa ni sadaka za damu. Na hiyo mipaka ili uishinde lazima tu uokoke. Lazima tu uokoke. Usipookoka hakuna njia nyingine ya kuyashinda. Ukisema uende kwa mganga atakupiga hela sana na hautafanikiwa kutoka kwenye hiyo mipaka. Atakupiga tu hela, utaongeza tu na mambo mengine, kwa sababu ule mganga naye ni mchawi vile vile. Kwa hiyo anaongeza na vitu vingine ambavyo vitazidi kukutesa zaidi. Anaweza ukaacha kidogo kuteseka kwa muda mdogo, lakini baadaye ukaendelea kuteseka. Kwa hiyo ukiokoka tu unafanyika, damu ya msalaba inakusafisha. Damu ya Yesu Kristo inakusafisha. Ile mipaka inatoka kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba ukiokoka unafanyika kuwa kiumbe kipya. Ya kale yanapita, yanakuwa mapya tena. Kwa hiyo unasafishwa kabisa. Ile laana ya ukoo, ile mipaka ya ukoo, mipaka ya kizazi kilichopita inatoka, kwa sababu damu ya Yesu inakusafisha. Kama ulikuwa na damu ambayo ilikuwa inafanya kama mafatilizi kwenye maisha yako, mafatilizi yale yanatoka, alafu unakuwa safi. Ili ufanye mipaka iondoke, lazima uokoke. Uamue kumgeukia huyu Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hatua ya pili, lazima ukubali kumtafuta Roho Mtakatifu. Ukubali kumtafuta Roho Mtakatifu. Ukimtafuta Roho Mtakatifu ukampata, ukawa na nguvu za Roho Mtakatifu, hakuna chochote kile kitakachokufuatilia kwenye maisha yako. Hakuna mpaka, hata kama ule mpaka ulifungwa kwa ajili yako kama ilivyokuwa kwa wana wa Israeli. Yeriko ilikuwa imefungwa kwa ajili ya wana wa Israeli. Haikufungwa kwa ajili ya watu wengine, haikufungwa kwa ajili ya Watanzania, ilifungwa kwa ajili ya wana wa Israeli. Kwa hiyo mipaka inaweza ikafungwa kwa ajili yako mwenyewe. Kwa hiyo ili utoke kwenye hiyo mipaka lazima umjue Yesu Kristo. Lazima umpokee Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakuongoza kukivunja kila kitu ambacho kilikuwa kimefunga kwenye maisha yako. Kama ulifungwa kwenye umasikini, utakivunja kwa sababu ya Roho Mtakatifu atakusaidia. Kama ilikuwa ni umaskini, kama ilikuwa ni magonjwa, yatatoka kwa sababu Roho Mtakatifu atakuongoza kitu gani uombe ili ufanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kitu cha mwisho, inatakiwa umtumikie Mungu. Cha kwanza nimekuambia kwamba uokoke. Cha pili, mtafute Roho Mtakatifu. Cha tatu, mtumikie Mungu. Unamtumikieje Mungu? Mtumikia Mungu manake unafanya kazi zile ambazo Mungu anataka. Biblia inasema ya kwamba kazi ya mtu, yani mtu yeyote ile, anasema enendeni ulimwenguni pote mkaitangaze Injili. Kwa hiyo ukiokoka ukampokea Roho Mtakatifu lazima umtumikie Mungu. Kuna watu wameokoka wanasali, lakini bado kuna mipaka ambayo inawazuia. Kuna umaskini ambao unawatesa bado. Kuna wengine wanateseka na vitu mbalimbali ambavyo viko kwenye ukoo wao. Wanasema ni magonjwa ya ukoo, ni magonjwa ya ukoo, magonjwa ya kabila. Wanasema kidonda cha ukoo.
lakini umeokoka. Kwa hiyo usipomtumikia Mungu, usipokazana kumtumikia Mungu, lazima utafeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni ombi langu kwako mtumishi wa Mungu, kama hujaokoka unaweza ukatafuta kwenye namba tutaweka hapo chini au nitakutajia hapa 0750276671 au 0616801966. Hiyo ni vitu ambavyo nitakusaidia sana. Kama utapiga simu, utatupigia simu, tutakuelekeza jinsi ya kuvuka mipaka, tutakufundisha zaidi baadaye. Na kama unataka kuokoka, usisite kuniambia kwamba nataka kuokoka, mtumishi nataka kuokoka. Mimi nitakuombea, utatoka kwenye hiyo mipaka. Hebu nikuombee mtu wa Mungu. Kama wewe upo kwenye mipaka, nataka nikuombee kwa dakika moja. Unaweza ukashika kifua chako kisha nikakuombee. Kama una changamoto yoyote ile ambayo nimezungumzia kuhusu mipaka ya ukoo, nimezungumza kwa urefu kidogo, Bwana nikuombee. Asante Mungu mwenye nguvu kwa ajili ya mtumishi wako ambaye Bwana amesikia sauti hii Bwana na kuona video hii.